Balaa katika episode ya pili inafungua tu na kutuonesha kifo cha mwamba Mosley, Sam akiwa anashuhudia mbele ya macho yake na akawa anarudi sasa katika eneo la sebule lengo aweze kumpasha habari mwamba Brady. Lakini kabla hajafungua mdomo wake kumwambia mwamba Brady akaeleza kwamba ameweza kushuhudia tukio zima katika skrini ya sebuleni, hivyo anajua kila kinachoendelea. Na akaongezea kwa kumwambia mwamba Sam kwamba tunatakiwa kuchagua nani atakayebakia na nani atakayekufa. Hasa hii kauli kabaki inamshangaza sana Sam, ambaye anauliza unamaanisha nini? Jamaa akamwambia kwamba katika namna yoyote ile ni kwamba tutakufa mmoja baada ya mwingine. Chaguo la mwisho kabisa ni kuhakikisha tunakimbia kutokea katika eneo hili. Lakini Sam hakuunga kabisa mkono wazo hilo, akisema kwamba huenda solution ya tatizo iko katika nyumba hii na wanatakiwa kuendelea kusubiria. Lakini mwamba Brady akamwambia kuwa solution ndio hiyo, kukimbia. Katikati ya mabishano makali alikuwa akiendelea, ghafla tu akaweza kushuhudia kwamba yule bidada anayefahamika kama Petty, msichana ambaye anazingwana sana na mwamba Sam siku za hivi karibuni, alikuwa akionekana katika skrini eti ametekwa. Mwamba Brady akagundua kwamba huu ni wakati sahihi kwa wao kuweza kuchomoka katika eneo hili, lakini Sam akawa anamzuia. Wakajikuta tu wanaingia katika ugomvi mzito sana, mmoja anataka wabakie na mwingine anataka aondoke. Lakini kwa bahati mbaya sana katika huu msuguano mkali, Brady akawa amepoteza fahamu. Mwamba Sam akawa ameamka na moja kwa moja anakwenda kumtazama mpenzi wake anayefahamika kama Petty katika skrini, lakini akajitokeza Mr. Lee huku akisema kwamba ukitaka kumsaidia mpenzi wako ni rahisi sana, unatakiwa kuhakikisha kwamba unamuua Brady. Sasa haya maelekezo yanaonekana kwamba hata Brady alikuwa amepewa hivyo kwamba anatakiwa kumuua Sam, lakini Brady hakukubali. Mwamba ni kweli kabisa Sam akawa hana chaguo lolote, akawa amechukua kisu na anataka kwenda kumuua jamaa, lakini akawa anafikiria kwamba labda wakati ule mimi niko katika gorofa, huenda jamaa alikuwa amepewa maagizo kama haya kwamba niuwe mimi Sam ili wazazi wake Brady waweze kuwa salama, na Brady chaguo lake likawa ni kukimbia kutokea katika nyumba hii. Hasa ikiwa jamaa alikubali kunilinda ikiwa wazazi wake wapo katika hatari, mimi hapa nikubali kumpoteza ikiwa mpenzi wangu yuko katika hatari, kipi kina uzito? Mwamba akachekecha hapo, akagundua kwamba chenye uzito ni wazazi. Basi akairisha kabisa kumuua jamaa wake, bali akawa amemfungia katika eneo fulani akiwa hataki kabisa mwamba Brady aweze kuondoka katika nyumba hii. Mwamba anaamini kwamba solution ya tatizo iko ndani ya nyumba hii. Kaanza kujadili ni kwa namna gani wanaweza kutoka katika nyumba hii, lakini hata kabla mjadala hujafika mbali, ghafla tu umeme ukawa umekatika na nyuma yao kulikuwa kunaonekanika kivuli cha mtu, ila wao hawakuweza kukiona. Mara ghafla katika skrini ikajitokeza sura ya mtoto mdogo sana ambaye anafahamika kama Izzy. Sam akamkumbuka huyu mtoto ndio yule ambaye alikuwa amemwombaga urafiki katika Facebook na akawa amemtolea kando. Sasa inakuaje huyu mtoto sura yake inaonekanika katika skrini? Kuna uhusiano gani na tukio letu? Sam aliporudi katika ile account ya Facebook kwenda kuhakiki ni kwamba huyu dogo alikuwa amemtafuta alikuwa ni nani. Katika kucheck katika account yake akagundua kwamba kumbe ilikuwa ni account ya Mr. Lee. Ndani ya account hii ya Mr. Lee kulikuwa na picha zote zinazowahusu hao jamaa, ikionyesha matukio yao yote na kila sehemu walipokuwa na kwenda wakiwa wameambatana kuelekea sehemu fulani, labda kwenda kufanya utapeli wao huo katika mitandao na vitu vyote walivyokuwa kivifanya kwa pamoja. Hapa ndipo akagundua kwamba Mr. Lee alikuwa akiwafuatilia kutokea kitambo sana, ndio maana anajua taarifa zao zote. Lakini mbaya zaidi ni kwamba katika akaunti hii ilionekanika video moja kwa chini sana. Kabla ya kuweza kuplay hiyo video, Brady akakurupuka na kumsii sana Sam na kumwambia kwamba asijaribu kuiplay ile video, lakini Sam akawa ameplay. Baada ya kuiplay akashangaa kuona kwa eti Brady alikuwa akitoka kimapenzi na bidada Pretty, yule ambaye ni mpenzi wa mwamba Sam. Jamaa akawa amekasirika sana, akaenda kumlamba bonge la ngumi jamaa Brady. Moja kwa moja bana, katika kuitazama screen yake akagundua kwamba ile picha inayoonyesha wazazi wa Brady muda wake ni kama uko nyuma kidogo, kama masaa mawili yaliyopita. Akagundua kwamba hii video imerekodiwa. Sali akazidi kutoa maagizo kwa kusema kwamba mmoja kati yenu anatakiwa kumuua mwenzake haraka sana, lakini Sam akaenda kumfungua jamaa na kusema kwamba sitofanya kitu chochote kile mpaka utakaponihakikishia usalama wa Petty pamoja na wazazi wake mwamba Brady. Akamwambia kwamba kama mnataka kujua kama wako hai ama hawako hai, mimi nilikuwa nafanyia masiala tu, ila walikuwa wameshakufa tayari. Akawatumia picha ya video inayoonyesha kwamba wazazi wake na mwamba Brady walikuwa wamekufa vibaya sana. Eddie alijikuta analia sana baada ya kushuhudia tukio hilo. Kisha baada ya hapo akamwambia Sam, naomba uende nje ukatafute msaada, lakini Sam akasema kuwa siwezi nikakuacha rafiki yangu peke yako humu ndani. Baada ya kumshawishi Sam kwa muda mrefu, mwisho wa siku Sam akawa amekubali kwenda kutafuta msaada. Akawa amechukua lungu na kisha akaanza kutoka nje ya nyumba. Lakini wakati Sam anatoka, Brady akawa amejifungia katika mlango na kutokuruhusu kabisa Sam kuweza kuingia ndani kwa mara nyingine mpaka upate msaada. Hasa Sam alipoweza kutoka nje akashuhudia kuna vani fulani, gari fulani nyeupe ilikuwa imepaki hapa kando. Akaanza kuivizia na alipoingia ndani ile gari akagundua kwamba kulikuwa kuna CCTV kamera. Bila shaka Mr. Lee alikuwa akitumia gari hii kwenda kuwapatia ujumbe kule ndani. Kwa bahati iliyo njema akakutana na bidada Petty akiwa yuko hapa ndani pia. Sasa huku ndani ya nyumba Brady akaendelea kuzunguka kwenda kuichunguza hii nyumba. Akaja kugundua kwamba mwili wa mwamba Mosley ulikuwa umetundikwa sehemu fulani. Akazidi kushangaa huu mwili, lakini nyuma yake akajitokeza Mr. Lee. Bidada Petty na mwamba Sam akasikia sauti kubwa sana ikisema kuwa we mama nisaidie. Katika kushtuka hivyo akagundua kwamba lazima mwamba atakuwa katika hatari kubwa sana. Sam akamsihi bidada Petty haraka sana kuwapigia simu polisi wakati yeye anakwenda kutoa msaada kule ndani. Mwamba Sam akaingia ndani ya nyumba ili kutafuta ni wapi ambapo Brady alikuwa akipigia kelele, lakini katika harakati za kuendelea kutafiti akagundua kwamba jamaa alikuwa onekani kabisa, lakini akawa anasikia sauti fulani hivi za muziki ambao hata uelewi. Hapa Binvu akaweza kushuhudia sura ngeni nyuma yake na akaamini kwamba huyu ni Mr. Lee. Basi wakaanza kupigana kwa muda mrefu, na kwa sababu Sam alikuwa na lungu, basi aliweza kumshambulia Mr. Lee kwa haraka sana na mwisho wa siku akawa amemchoma kisu. Ila ngoja kwanza, mbona ni kama huyu mtu nilikuwa nikimshambulia sura yake ni kama ina kinyago? Kuja kufungua na kugundua kwamba kumbe ni rafiki yake Brady alikuwa anaingia ndani kwenda kumsaidia, alikuwa amevishwa kinyago na huku amezima
kuzibwa mdomo. Kumbe juhudi zote alizokuwa akizifanya Mwamba, alikuwa anahangaika kuja kumuua rafiki yake huyu Brady. Hii kitu ilimuumiza sana. Jamaa akajikuta anatoka tu na machozi. Brady wakati anakufa alisema kwamba nakupenda sana kakaangu, lakini wakati huo huo bana akajitokeza sasa Mr. Lee. Jamaa akawa anamuuliza kwamba ni kwa nini unatufanyia mambo haya? Mr. Lee akasema kwamba nimekuja kulipa kisasi kutokana na simu ulikuwa umeipigia familia yangu. Sini inahama sasa na kuturudisha mwanzoni kabisa mwa tamthilia yetu. Tuliweza kuona kwamba kuna mwanamke aliweza kupigiwa simu. Sasa baada ya kuwa ameangusha simu, akawa amechukua bunduki yake na moja kwa moja akawa anaingia katika chumba fulani hivi. Mwanamama akiwa na tahadhari kuu, ghafla akawa ameshuhudia kuna kivuli fulani kilikuwa kikitembea katika maeneo haya, akawa amefyatua risasi. Kumbe bana alikuwa amempiga mtoto wake wa kumzaa. Baada ya mwanamke yule kushuhudia kwamba ameweza kumuua mtoto wake bila sababu yoyote, akaamua kujitoa uhai na yeye mwenyewe kwa kujipiga risasi. Talia akamwambia kwamba mmenisababishia nipoteze kila kitu nilichokuwa nikikipenda katika ulimwengu, na namna ambavyo ninaumia basi na nyie lazima muumie vile vile kama ambavyo mimi nimeweza kupitia. Basi mwisho wa siku ikasikika mungurumu wa risasi. Sini inahama na kutuhamishia katika maeneo mengine tofauti. Mwamba Sam anakuja kushtukia kwamba kumbe bado yuko hai, lakini mikononi mwake upande wa kushoto ana bunduki, upande wa kulia ana kisu. Zunguka kidogo nyuma ya nyumba na hapa kashangaa kuona kwamba kuna mwili wa bidada Peti. Kumbe Mwamba tayari alikuwa amemuua mpaka bidada Peti. Hii kitu ilimuumiza sana jamaa, akawa anapiga makelele. Ghafla tu akasikika polisi wakiwa wanatimba katika mitaa hiyo, na kwa sababu mkononi mwake ana kisu na bunduki, yeye ndo mshtumiwa. Kesi moja kwa moja mpaka mahakamani, na kitu cha kushangaza ni kwamba Sam alipokuwa akiojiwa alikiri wazi kwamba yeye ndiye ameweza kufanya mauaji ya hao rafiki wake wote. Hakuona kabisa haja ya kuweza kumtaja Mr. Lee kwa sababu alikuwa amemsababishia maumivu. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefika ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo tulikwenda kuianza kuanzia episode ya kwanza na ya pili ambayo ni finali. Nikumbushe tu wewe ambaye bado hujagusa alama ya kusubscribe kufanya hivyo mapema ili kuwa wa kwanza kupata kazi zetu kila mara tunakuwa tumezitoa.